mbalimbali na wao ambao utaendelea taratibu. Matumizi ya dawa, Mungu aliye juu. Sifa, heshima na utukufu vyote mkononi mwako. Asante Bwana Yesu. Amen. Unaviombea, huwezi kujua mle mtoto, maana watoto wengine nimeshangaa kuona vitoto vidogo vingine ni vichawi. Vingine viko darasani kwa ajili ya kuloga wengine. Wengine vitoto viko darasani kwa ajili, kuna mwalimu mmoja ananiambia tangia alipoanza kufundisha ile darasa la pili, ndio mume wake akafariki ghafla. Sasa kumbe kulikuwa kuna kitoto kichawi mle. Sasa unaweza ukaona na usipate na usiombe ukakutana na mtoto mchawi, hana huruma. Kama wanavyosemaga, usiombe ukakutana na mwanamke mchawi, naye hana huruma. Wengine wanasema usiombe ukakutana na mwanaume mchawi, naye hana huruma. Sasa uchawi ni uchawi tu. Kwa siku zote mchawi hapendagi maendeleo ya mtu. Kwa tuna wajibu wa kuombea watoto wetu wasije wakatugeuka, wakatukula nyama kama Amosi 3:3 inavyosema. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sasa jambo lingine tunahitaji tuombee watoto waweze kuwa na nguvu. Ukisoma Luka 2 mstari wa 40, Biblia inasema, Luka 2 mstari wa 40 inasema hivi. Okay. Luka 2. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema na Mungu ilikuwa juu yake. Sasa tunahitaji kuombea watoto wetu waweze kukua vizuri, na wasishie tu kukua ili mradi wamekuwa, hata mapapai yanakuwa. Sasa ukipanda mipapai ambayo ina matunda ina faida gani? Polo usingeipanda. Wakue, wawe na hekima. Kwenye kalama, kwenye ibada za katikati mmefundishwa habari za hekima, nini, maarifa, mtumishi wa Mungu, na baada ataendelea. Sasa tuwaombee watoto wetu waweze kukua. Angalia hata Yesu mwenyewe alikuwa bado ni mtoto, lakini alikuwa Biblia inaweka wazi yule mtoto akakua. Inazungumzia kwa habari ya Yesu. Inazungumzia kwa habari ya Yesu. Akakua, akaongezeka. Sasa ni nini kiu yangu kubwa? Hakuna mzazi aliyezaa mtoto asipeleke shule. Watoto tumewapeleka shule. Tuwaombee wakina Pastor Maponda wanapofundisha darasani wawe na uwezo wa kusoma. Mchungaji, niombee mwanangu afanye vizuri mitihani. Usinitwisha mimi mwenyewe mzigo kama mimi nimemzaa mwenyewe. Wewe na mimi tuwaombee. Kuanzia leo unapokuja kuniletea oda ya kumwombea mwanao, uwe umekwisha kuanza kuomba wewe. Sasa hujamuombea, unamleta kwa mchungaji amuombee. Hiyo ni kitu ambacho hakipo. Anza wewe, uje unitishe mzigo mimi na mimi nitaubeba. Alafu mimi nisita mimi kwa sababu sifanyi mimi na mimi naubeba. Hivyo hivyo naupeleka kwa bosi. Nampelekea Yesu. Huyu hapa mtoto wa mtu fulani, mwantumu manani, mwangalie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Mithali 4:13 imeweka wazi, mkamateni elimu msimwache aende zake, si ndio? Tuwaombee wawe na uwezo darasani, wawe na uwezo kusoma. Haleluya. Sasa hili ndio jambo la msingi ambalo nakuomba. Omba mwanao wakati ujao na wakati uliopo. Wakati haupo, wakati upo, adumu kwenye neema ya Kristo. Unanielewa? Sasa shida kama ipo, kama hujadumu kwenye neema ya Kristo, ni vigumu kumwombea mwanao adumu kwenye neema ya Kristo. Wewe ambaye hata hujazaa, ambaye hujajua unaolewa lini, anza kuomba Mungu kizazi atakachokupa kiweze kudumu kama wewe unavyodumu ndani ya Kristo. Haleluya. Tunaelewa na watu wa Mungu? So wakati huu ndio maana na kiu yangu nataka nikuingize kwenye maombi sasa. Twende kuomba hivi vitu ambavyo nimekutajia haraka sana. Tuombe juu ya watoto wetu. Tuwaombe wawe na majina yanayofaa.
mitaani wapate kibali, majirani wajivunie mtoto wa fulani. Wakina mama Msimbe enzi hizo watu walikuwa wanajivunia, jamani, mtoto wa fulani, mtoto wa fulani, mtoto wa fulani. Na wazee ulikuwa ukitaka kuoa nakwambia kaoe nyumba fulani. Ukioa nyumba fulani shughuli unayo, na ukikataa ukaenda kuoa nyumba ile waliokukatalia, utakachokutana nacho hicho kimbenga. Kwa hiyo wazee walikuwa wanajua nyumba fulani, mtoto fulani, haijalishi kichwa kimefanana kama bogas, kama poyoyo, kama nini, ili mradi kwambia oa nyumba fulani na utaoa nyumba fulani na ndoa itaenda nzima na hakuna shida. Sasa hivi binti na Mungu sasa hivi ameruhusu hata kama mtu Mungu amempa nini na nini, naye anajiongezea na mambo mengine. Sawa, anajua mwenyewe, hata kutikisa kichwa anazidi hata twiga. Sawa, twende kazi kwenye nani. Ukimwangalia hata anavyoongea, hata wale weupe hawaingii. I love you anaiongelea kama vinatoka tumboni. Yani ukiangalia anavyo, yani sawa, yote siyakatai mimi, siyakatai, lakini ndoa kuja kudumu mwezi mmoja haipo. Ikijitahidi tu kudumu wiki 3. Sasa hivi wiki 3. Unajiuliza shida ni nini? Wanyarwanda wameenda mbali. Wao wameruhusu akikuacha anaoa mwingine. Sasa nimegundua ni kama kampira fulani hivi, kubadilisha mipira uwanjani. Sasa huko sisi sijajua. Sasa mimi nataka uombe mwanao asije siku hiyo anakuja kwangu mwanao mchungaji na mume labda nini. Nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu, Beti, nikamwambia siwezi kumwingilia, ili tukifika mbinguni ndio kitajulikana. Huwezi kuingia kwenye mtandao, nimeamua kumwacha mume wangu niweze haya fanya, lakini tukifika kwa bosi tutajulikana nani mwenye makosa, kwa sababu mtoto huyu hakuombewa mapema. Tuwaombee sisi ambao tumepata neema hii. Hii neema ni ya kitofauti. Simama juu. Mbalimbali na wao ambao wataendelea taratibu. Matumizi ya dawa, Mungu aliye juu